Ah, Bwana asifiwe. Habari ya uzima. Asalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ndugu zangu katika imani ya Kristo, leo nimekuja tena, ila nimekuja na ujumbe mpya. Nimekuja hapa kwa ajili ya ushauri, hasa kwa watumishi wa Mungu, wale wote ambao wanajitambua kama watumishi wa Mungu. Huu ujumbe unawahusu sana na ni kwa ajili yako hasa. Mimi nataka niwashauri watumishi wa Mungu. Jamani, watumishi wa Mungu kwa kweli mmejisahau kwa kiwango kikubwa sana. Haijalishi kwamba ni mtumishi wa Mungu wa kupitia dhehebu gani, iwe ni madhehebu ya Kipentekoste, Anglikana, Katoliki au dhehebu lolote. Kuna watumishi wa Mungu wengi ambao unakuta wanaamini sasa, na baadaye pengine inatokea muumini anapata mitihani. Yaani ni mtu tu anatokea from nowhere, anakuja anatengenezea maneno ya uongo, imani ashajua kwamba mtu anasali wapi, na pengine huyo mtu kabla ya kuokoka au kabla ya kuanza harakati za kumkaribia Mwenyezi Mungu, Waislamu wanasema kumkurubia Mwenyezi Mungu, kabla hajaanza alikuwa ni mtu tu wa dunia, mtu wa kawaida tu, maisha ya kawaida na nini. Alikuwa ni hivyo visanga havipati, mambo mengi, migogoro mingi, mashtaka mengi, hivi na hivi na nini, hayakuwepo. Sasa toka ameamua kubadilika na kuwa mtu wa ibada, wale watu ambao pengine alikuwa akishirikiana nao kwenye maovu, pengine alikuwa ni mfuta bangi, alikuwa ni mnywa pombe, alikuwa ni mzinzi, alikuwa mwizi, alikuwa jambazi, alikuwa mtu mwenye matendo tu mabovu mabaya, alikuwa na mambo ya ovyo ovyo. Sasa ameamua pengine kubadilika, ameamua kumtumikia Mwenyezi Mungu. Aidha ni mtumishi au sio mtumishi, ameamua tu kubadilika na kuanza ibada. Aidha pia ni Muislamu, ameamua kuanza masuala ya ibada. Kila wakati yuko kwenye ibada na anajitahidi kufanya matendo mema. Sasa unakuta wale watu ambao walikuwa wakishirikiana kwenye mabaya, mfano wanaamua tu kupeleka taarifa kule wanaposali. Mbona ushajua kama anasali wapi? Na pengine wanamuuliza